Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Wapendwa taifa la Mungu, tunapoendelea na kipindi cha Kwaresma, ikiwa ni Dominika ya kwanza Kwaresma, Yesu anajaribiwa. Akiwa huko jangwani, Yesu anafunga na kusali. Katika mazingira hayo ya upweke na kuonja njaa, Shetani anamjaribu kwa majaribu matatu, majaribu yaliyojikita katika mahitaji ya mwanadamu. Jaribu la kwanza ni hitaji la kimwili, akimjaribu abadili jiwe kwa mkate. Jaribu la pili ikiwa limejikita katika tamaa ya mali na mamlaka, anaahidi kumpa Yesu enzi na fahari kama atamsujudu na kumwacha Mungu. Na jaribu la tatu limejikita katika kujaribu uaminifu wa Mungu kwa kujitupa chini ili awatume malaika wamkomboe. Mwanadamu anajifanya, tunaalikwa kufanya sehemu yetu. Mwenyezi Mungu ametujalia nguvu na kila hali ya kuweza kushinda yale ambayo yanatukabili. Shetani anatumia maandiko na Yesu anajibu kwa kunukuu maandiko. Tumesikia Yesu akijibu, mtu hataishi kwa mkate tu na wala bali kwa chakula kitokacho mbinguni. Anajibu tena, usimjaribu Bwana Mungu wako. Lakini pia Yesu anajibu akisema, umtumikie yeye peke yake. Wapendwa, Yesu kwa kutumia neno kushinda vishawishi anatuonesha kwamba neno la Mungu ni silaha, na hivi tunaalikwa tujibidishe katika kulisoma, kulitafakari na kuliishi neno la Mungu. Ndio silaha madhubuti ya kuweza kumwangusha mwovu Shetani. Tunaalikwa kulisoma neno la Mungu iwe silaha yetu ya kumshinda mwovu. Na tunaambiwa watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, na Mtakatifu Yeronimo anatukumbusha kwamba kutokujua maandiko ni kutokumjua Kristo. Na hivi tunaalikwa kulishika neno la Mungu na kuliishi na kulitafakari ikiwa ni silaha ya kumshinda Shetani. Mama Kanisa anapotuwekea simulizi la majaribu ya Yesu mwanzoni mwa kipindi hiki cha Kwaresma, na anataka kutuonesha kuwa tunaingia katika mapambano dhidi ya mwovu. Mapambano haya yanaanzia ndani ya nafsi zetu, ndani kabisa ya mioyo yetu. Hivi tunaalikwa katika haya mapambano kutumia neno la Mungu. Tumeona mapambano haya yanaanzia ndani kabisa, kutafuta mamlaka, kupenda vitu kuliko kumpenda Mungu, kupenda ufahari, kupenda vitu kuliko kumpenda Mungu. Tunamnyima Mungu na tunashindwa kumpa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Ni mwaliko wa kuweza kushinda vyeo, kushinda tamaa ya vyeo kwa kila namna, hasa tukijibidisha kusoma neno la Mungu. Injili inahitimisha majaribu ya Yesu ikisema, basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha aende zake kwa muda. Rejea Injili ya Luka sura ya 4 aya 13. Hii inatuambia kwamba majaribu yapo kila siku katika maisha yetu. Hivi tusibweteke baada ya kuwa tumemshinda Shetani, kwa sababu baada ya kuwa tumemshinda naye anaenda kujipanga kuongeza majeshi yake. Na ndivyo maandiko yanatualika yakisema, mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye uzunguka akitafuta mtu ammeze. Na hivi tunaalikwa katika kipindi cha Kwaresma ili tuweze kumshinda Ibilisi. Silaha tunazoalikwa kuzitumia ni kusali kwa kushiriki misa takatifu, kwepa nafasi za dhambi, kupokea sakramenti, hasa sakramenti ya kitubio na ekaristi takatifu, na kufunga na kutenda matendo ya huruma. Basi tunaalikwa tukeshe tukiomba na kufunga ili tusije tukaingia katika majaribu. Injili ya Luka sura ya 22 aya 40. Na tukiingia majaribu tuwe na nguvu ya kuyashinda. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.